namuona Alan Wetungu, kijana wangu hapa Clever Mjomba, na kuna wengine pia wametuma sauti zao, tutazisikiliza kwenye kitengo hiki cha Nani Mkali. Anaitwa Chitera na Kevin Otieno, lakini kabla hapo niwakaribishe studioni Clever Mjomba. Naam. Ujambo bwana? Sijambo, shikamoo. Marahaba bwana, za muda? Salama, tunashukuru. Leo umeonekana angalau watu watapata ubwabwa. Naam. Bakora inapiga. Bakora inapiga. Kuna makala uliachia hapa, Naam. Kilio cha Kongo. Naam. Yakazungumzwa sana. Naam. Na Kongo si Kongo tena mpaka leo. Naam. Hiki ni kilio cha Sudan. Cha Sudan. Kuna picha zimekuwa mitandaoni, unaona mama anauliwa, watoto pia. Kwa hakika inasikitisha, na tunayaona mpaka Ukraine, tunayaona mpaka Urusi, mpaka Gaza kule. Tanzania sasa haijulikani idadi. Nakwambia, alafu serikali zinakataa. Naona jinsi hata Wakristo wanauawa, Waislamu wanauawa Nigeria, lakini serikali inasema kwamba hakuna mauaji. Nigeria mpaka ametishia Trump kwa kwamba kuingia kijeshi huko. Atatuma, lakini bado Tinubu anasema kwamba hakuna mauaji. Unaona Tanzania kuna video zinasambazwa mtandaoni kwamba watu wameuawa zaidi ya 1000, lakini serikali inasema kwamba hakuna hata mmoja. Na wale wavamizi ambao wamevamia Tanzania wanasema kwamba hawakutoka Tanzania, kwamba ni wa nchi jirani. Maana hata ukiona wakati wale maandamano na zile video, Naam, wakizungumza na kile Kiswahili, wale ni wa Tanzania, wale sio? Lakini inajaribu tu kukataa. Ndio Afrika ya leo. Afrika ya leo. Mbali na hizi usha kwenye Nani Mkali leo, nini kingine umeniandalia? Watoto wa mawe na moshi. Watoto jinsi wanauza mitaani bwana. Hasa kabla hiyo, yupo pia Alan Wetungu mwenzetu, anatuandalia makala ya tashtiti. Hapa hakuna kucheka. Alan Wetungu. Wetungu, wajisikiaje bwana? Niko salama, Mungu anasaidia, mafua lakini kazini. Nafurahi sana pia kukuona. Kuna vijana pia watatawasikiliza sauti zao, lakini Wetungu pia nakumbuka ulikuja hapa ukashiriki mashindano kama haya na mambo kama haya. Na sasa hivi wewe ni mwenzetu hapa Radio 47. Imekuwaje katika chumba cha habari haswa wiki jana kurejelea masuala ya Tanzania? Kilikuwa kipindi kigumu. Kimekuwa kipindi kigumu, manake unavyojua Tanzania vyombo vya habari havina uhuru ule wa moja kwa moja ambao tunafurahia hapa nchini Kenya. Kwa hivyo kuna ugumu fulani wa kupata hizo taarifa, lakini kwa chache tunazopokea zinasikitisha sana, manake mauaji wa Kenya pia wameuawa upande huo. Kwa hivyo hakija kuwa kipindi kizuri sana Tanzania. Hata sasa hivi hatuwezi sema hali imerejea kama ilivyotarajiwa. Umeona wanaharakati wa kutetea haki za binadamu wanazungumzia idadi wanacheza kwa 3000. Habari nilizosikia hapa, Maganga akizisoma majira saa 12 na hata saa 1. Umeona Kupeti pia imejitokeza, inazungumzia walimu zaidi ya 100. Umeona mwenzetu ule familia inalia hapa. Mwalimu aliyokuwa anafanya kazi inakuacha katika hali ya wasiwasi na waka. Maana ndugu zetu ambao pia Watanzania na ndugu zetu na Wakenya wetu wenzetu ambao wako kule leo hii wameachiliwa, wanaharakati wawili kutoka Uganda, tulikuwa tunahofia hali zao. Kwa hiyo baada ya kilio cha muda mrefu, wanaharakati kupiga debe, yani unashanga paka wakasema ati hawako, sisi hatuwaoni huko, wanakataa. Sasa leo alafu wanatuachia baadaye. Sasa hatujui hali zao na watasema nini, wako katika hali gani. Kwa hiyo hii dibaji ya wale imesema damu inalipizwa kwa damu, na tunakoelekea siku zuri. Na lazima sisi ambao tuna sauti, tuna nafasi, tupaze sauti na tukosoe maovu ambayo yanafanyika katika jamii, kwa sababu tukinyamaza, hasa unaona kile kinafanyika Tanzania, hadi wanazima mitandao kwamba tusipate taarifa. Tusipozungumzia, hii hali itakuwa mbaya zaidi. Ndio maana wakati mwingine ninasema katika ukanda huu wa Afrika Mashariki wa Kenya washukuru sana, manake uhuru ambao tunafurahia hapa nchini ukilinganisha na mataifa mengine ni mkubwa sana. Na damu ilimwagika ndio tupate haya tulionayo leo hii. Tunaelewa. Walikiona, watu wamekiona bwana. Wazee wetu waliotangulia, waliopo kama mzee wetu hayati Raila Odinga. Walipambana sana. Nilisikitika sana wakati Clouds inasema mwenzao Master Tindwa amefariki juzi. Katika haya tunayozungumzia alikuwa anamfuatilia sana habari za michezo. Kwa hiyo ni kilio. Sasa kabla ya kuwasikiliza nyie wawili, mwanzo tumpate Kevin Otieno katika kitengo hiki cha Nani Mkali, anatupeleka huko Tanzania. Tumsikilize. Anayekuja kwetu tunamalizana naye hapa. Anaingia ndani ya 18 zetu tumalizane naye hapa. Wanapotaka tunataka.
Sisi hatujashindwa. Hujambo Bi Mariam Omar Said, na kuandikia barua hii mimi Mkenya kwa jina la Kevin Otieno Odhiambo, nikitumai kuwa umeipata tena hatamu nyingine ya ubunge huko Tanzania. Mama Samia Suluhu Hassan aliapishwa wiki moja iliyopita kuwa rais. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Baada ya kuzipata kura Madalbasari, Bi Said, hebu ni ukumbushe kuwa mnamo tarehe 26 Mei mwaka huu ulisimama kidete katika sakafu ya bunge la kwenu nyumbani ukitufokea sana sisi wa Kenya. Ulijipa kutondoa utondozi na kunena kwa fusuli. Kisa na maana tulikuwa tunaandamana kwa sababu ya uongozi mbaya. Uliongea kweli. Ukatuambia kuwa hakuna kitu chochote kizuri mnachoweza kujifunza kutoka Kenya, kwamba baadhi ya vijana wetu walienda kunajisi bunge letu kwa maandamano. Wao tuliwaona kule, walienda kunajisi mpaka bunge lao. Nchi gani ile? Eti alafu mtu anakuambia tukasome. Kwa tukasome nini? Kipi tukasome? Sisi hatuna cha kusoma kwa Wakenya, isipokuwa Wakenya watoke kule waje wajifunze kwetu, waje watalii kwenye nchi yetu, waone, wafundishe namna siasa inavyofanywa. Tulikusikiliza tukanyamaza. Miezi 5 baadaye, miezi midogo sana ukiniuliza mimi, mlienda uchaguzini. Baadaye taifa lenu lilivurugika kwa ghasia, matokeo ya kura za urais yakipingwa vikali. Sisi tunataka tume ule uchaguzi ili kila Mtanzania ashiriki kuchagua kiongozi anayemtaka. Sisi ni Watanzania wapenda haki wa nchi hii. Sisi tumezaliwa katika nchi hii, hatuna nchi nyingine. Tunaandamana kwa sababu uchaguzi si wa haki. Sababu tuliokuwa tunawataka kwanza hawapo. Wameweka watu wao. Sijapigwa, lakini nimepigishwa magoti na familia yangu pasipo na sababu, na kosa silijui, lakini nimejitetea nikiwa ndani. Jamani, hapa pana amani, kaambia toka nje. Na kama msipotoka nje tutawapigia mimoshi. Nini tupigwe risasi na wakati tunaandamana maandamano ya haki? Kwa nini tupigwe risasi? Kwa hicho kitu sisi tunapinga. Na hii issue haiishi leo wala kesho. Unakumbuka ukituambia kuwa nchi yenu inaziheshimu sheria na kwamba mnaishi kwa amani? Tanzania ni nchi tunayoheshimiana. Tanzania ni nchi ambayo tunaishi kwa urafiki na udugu. Sisi tunaheshimu sheria zetu. Hivyo vita vilikuwa vya nini? Jambo dogo japo si la umuhimu ambalo nakukumbusha ni kwamba ukiwa kiongozi, maneno unayoyatamka yana uwezo wa kujenga na ya kubomoa. Mwalimu Julius Nyerere najua anajipinda kwa hamaki akisikia kuwa nchi aliyoijenga sasa inaongoza katika uhuni. Teueni mgombea ambaye atakidhi matarajio ya wananchi. Huku Kenya, hizo vurugu za kwenu zimetuacha na kovu moyoni. Watoto wetu akiwamo Mwalimu John Okoth Ogutu waliuawa kwa mtutu wa bunduki. Bwana Ogutu ambaye alikuwa na miaka 33 alikuwa akihudumu kwa mwalimu katika shule ya msingi ya Sky inayopatikana katika mji wa Kinondoni huko Tanzania. Tarehe 29 mwezi uliopita, katika harakati zake za kurudi nyumbani huko Kenya, alipigwa na risasi na kufariki dunia. Familia yake inapitia hangaiko kubwa la moyo kwa kuondokewa na mtoto wao waliompenda. Visa vya vifo bado vinaendelea, huku takwimu zikionyesha kuwa idadi ya watu waliouawa huko kwenu ni wengi kupindukia. Mwanza hali ilikuwa mbaya zaidi. Waandamanaji na ambao si waandamanaji wameuawa kwa wingi kwa kweli, na kiongozi wa Chadema ambaye ni mwenyekiti wa baraza la vijana wilaya ya Nyamagana mkoani Mwanza pia aliuawa tarehe 29. Watu wamekufa wengi sana. Siwezi kusema ni idadi ya watu wangapi kwa sababu serikali tunatarajia itatoa takwimu, lakini kwa kweli watu waliouawa ni wengi sana. Ningependa kuendelea ila muda unanipa kisogo. Nikimalizia, hebu niulize hivi, mbona kwenu pia mliandamana? Urafiki na undugu ulienda wapi? Haya ni maswali ambayo itakuwa nafuu ujiulize kisha ujijibu.
Aliyekuandikia barua hii ni mimi Kevin Otieno Odhiambo kupitia idhaa inayosifika humu nchini Kenya, Radio 47. Hapa ndipo. Shukran. Hapa ndipo. Binadamu haijui kesho yake ina nini, na ndivyo alivyo maisha. Wiki 3 zilizopita hungejua Tanzania ingekuwa katika mchafukoge ambao tumeuona kwa hakika, na ni mengi ambayo yangali chini ya taarifa zile za carpet, na si habari njema kweli. Hasa wenzangu wana habari wamenyamaa, nikijaribu kusema nao mitandaoni hata kukujibu wanaona uzito. Umeona hata wasanii ni vurumai, na mitandaoni wengi wanajitokeza wakiomba msamaha. Nimeona kina Alikiba walisaliti nchi. Walisaliti nchi. Si picha nzuri kwa hakika, si picha nzuri kabisa, na hali bado ni tete. Maana kama ulichaguliwa na 98% ya kura, mamilioni ya wapiga kura, alafu sherehe za uapisho tunaziona jinsi zilivyokuwa, milioni 31. Ni kinaya kwa hata sisi Kenya tulikuwa na ngapi? Kinaya cha maisha. Inasikitisha. Dakika ya 17 kabla ya saa. Asante sana Kevin Otieno kwa pandikizi hilo la simulizi. Sasa uwanja ni wako Clever Mjomba. Naam. Waite baba, waambie mjomba kaja na bakora. Jua la jioni linapowaka juu ya majengo ya Nairobi, moshi wa magari unachanganyika na kelele za barabarani. Lakini ndani ya hizo kelele kuna sauti nyingine. Sauti ndogo, sauti za watoto wanaopiga kelele. Nunua maji, nunua biskuti, nauza peremende. Sauti ambazo zinapaswa kuwa madarasani, si barabarani. Bakora inapiga. Haikuwa mipango ya wazazi wala ndoto za watoto. Ni umaskini, migogoro ya kifamilia na maisha magumu yaliyoleta hali hii. Wazazi wengi walikimbia kijijini wakitafuta maisha bora mjini, lakini wakakutana na mji usio na huruma. Kwa wengine, baba alikuwa mnywa gongo, mama akaacha familia, watoto wakabaki wakijitegemea. Njaa iliwafundisha biashara kabla ya shule kuwafundisha kusoma. Talaka za kizazi hiki zimechangia sana watoto wetu kuteseka mitaani. Wengine walitoroka manyanyaso nyumbani, wengine ni mayatima waliotupwa na hatima kwenye barabara za Nairobi. Wengine wapo chini ya watu wanaoitwa mabosi wa mtaani, wanaoamuru wauze bidhaa fulani kisha wakusanye pesa jioni. Kuna wanaoitwa wafanyabiashara wadogo wanaowatumia kwa sababu ni rahisi kupita kwenye foleni na hawahojiwi na polisi. Wengine wamejiunga kwa hiari na makundi ya watoto wenzao wakiwa kama familia ya bandia. Wanashirikiana chakula, hofu na ndoto zisizo na usingizi. Wengine wapo na mama zao ambao wakiwasaidia kuuza watapata kipato ama karo ya kurudi shuleni. Asubuhi wanashika ndoo za maji, paketi za peremende na vocha za simu. Wengine huanza pale Westlands, wengine CBD, wengine Ngara na Uhuru Highway. Wanapita kati ya magari, jua likiwa kali, moshi wa magari ukiwasha macho yao. Wengine wanapigwa, wengine wanadanganywa, lakini bado wanarudi kesho. Wakishindwa kuuza, adhabu ni njaa au viboko kutoka kwa mabosi au wale ambao wapo pamoja nao kama vile wazazi. Ndoto ya kupata karo ya shule inabaki vilindini. Ndio maana watoto wengi ukianza kuwauliza maswali wakiuza, wanakutoroka, wanakuacha bila majibu, kwa sababu wapo chini ya mamlaka na sheria. Ni nani atawaonea huruma hawa malaika waliopoteza mbawa? Bakora inapiga. Serikali inasema imepiga marufuku ajira za watoto. Sheria ya Employment Act na Children's Act zinakataza wazo hilo. Lakini wapi, hali ya maisha imegeuka mwalimu wa ukatili. Maafisa wa kijamii wanasema wanajaribu kuokoa, lakini barabara zinaendelea kujaa. Mara nyingine wanasema tuna mpango wa kuwarejesha shule, lakini mpango huo haufiki mtaani. Unakaa kwenye karatasi za ofisi tu. Ni kama methali samayo, ng'ombe wa maskini hazai na kizaa ndama hufa. Suluhisho halipo kwenye kauli, bali kwenye vitendo. Wazazi wanahitajika kusaidiwa kiuchumi. Mashirika ya kijamii yashirikiane na makanisa na misikiti kusaidia familia maskini. Elimu ya bure isiyo maneno tu, iwe kweli inapatikana hadi kwa watoto wa mitaani. Wale wanaotumia watoto wafikishwe mbele ya sheria bila huruma, na jamii yetu jifunze tena huruma, kwa maana mtoto si njia ya kipato, ni kioo cha taifa la kesho. Bakora inapiga. Mtoto wa damu nyeusi Afrika ndiko nyumbani. Niite Clever Mjomba, bakora ya jamii. Na yule mtoto wakati anakuja kukuuzia zile njugu, anagonga mlango wa dirisha la gari lako, ama anataka kukuzia peremende, unakutana naye barabarani, unajiuliza sasa nikimpa hizi shilingi 20 namsaidia ama naendeleza hizi biashara?
Ndio, alafu unaangalia pia kwenye namsaidia ama ndo naendeleza hizi biashara. Sasa umekuwa kwamba wewe ndio unaendeleza biashara. Umekuwa mmoja wa wale mabosi ambao wanatumia watoto ukidhani kwamba unawasaidia. Kwa kununua kutoka kwake unaendeleza ile biashara. Nimeona pia sana kwenye TikTok kwamba watu ambao wanasimamisha magari yao kupatia wale watoto pesa, ananunua hata ndoo nzima ya njugu, pakiti zile, anaona kwamba anasaidia mtoto, badala ya kuchukua mtoto huyu amfikishe kwenye ofisi ambazo zinahusika na idara za watoto wasaidia wale watoto. Kwa hivyo sisi wenyewe tumekuwa wa kuangamiza kizazi tukidhani kwamba tunawasaidia. Ni Clever Mjomba huyo, bakora ya jamii. Alan Wetungu, kabla pia wewe hujaondoka studioni na kukimbia katika chumba cha habari na ufuatilie mengi yanayojiri na hawa na harakati ambao wameachiliwa kule Uganda, tuonjeshe angalau pia na wewe usomaji wa habari, au sio? Maana wewe ni reporter tu, unajua kusoma habari. Tuonjeshe kidogo. Angusha bakora. Leo wacha nipeleke Radio 47 iwe. Hujambo msikilizaji, karibu kwenye matangazo haya moja kwa moja za kimataifa kutoka Radio 47. Mimi ni Alan Wetungu. Vietnam. Kimbunga Kamegi kimepiga Vietnam baada ya uharibifu mkubwa nchini Ufilipino na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 5 huku kikiharibu zaidi ya nyumba 2600. Haya ni kwa mujibu wa maafisa nchini humo. Umeme umeripotiwa kukatika kwa kiasi kikubwa, miti iking'olewa na safari nyingi za ndege kufutiliwa mbali. Syria. Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limemuondolea vikwazo rais wa Syria Ahmed al-Sharaa anayetarajiwa kukutana na Rais Donald Trump wa Marekani Jumatatu ijayo. Hii ni kulingana na azimio hilo lililoondolewa na Marekani na kumwondolea vikwazo pia waziri wa mambo ya ndani wa Syria Anas Katab. Na hatimaye Tanzania. Watu 145 wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam kwa tuhuma za uhaini zinazohusishwa na maandamano ya uchaguzi wa Oktoba 29. 76 kati ya 145 hao wanatuhumiwa kwa makosa mawili ya kula njama na kutekeleza uhalifu huo nchini Tanzania. Mwisho wa matangazo haya ya habari za kimataifa moja kwa moja kutoka Radio 47. Kumbuka kwamba siku hizi baada ya dhiki ni dhiki tu usipofanya bidii. Mimi ni Alan Wetungu. Kwa heri. Vidokezo vya habari za Radio 47. Vijana wa Gen Z huko Pwani washtumiwa kwa kuzembea katika kusajiliwa kuwapiga kura na wasilishaji wa kesi nje ya mahakama waathiri haki kwa watoto Elgeyo Marakwet. Yale haki za watoto. Maganga Beatrice atakuwa nasi saa 4 juu ya alama. Vidokezo vya habari za Radio 47. Wadai mumenogesha sana kitengo cha nani mkali. Hebu nione watu wanasemaje hapa, arafa za wasikilizaji. Tukianza na huyu mjomba asema nipo chuo cha Maseno. Haya, kwenye kongamano la Chawakama, kipindi kinapendeza huku ni Viiga Dismas balozi wetu. Kijana fupi nono round Kakamega Malava. Tunawapenda sana kama supu ya omena kwa ugali. Leo mmeweza. Hasani, sauti zenu zinakosha. Wasalimu sana hao vijana. Asante. Kisii Kanunda Junction Nyamataro 104.9 ni bahari ya elimu tu. Rumba Kevin ananiambia na hongera kwa mabakora mlioangusha leo hii. Kagwai yule mmoja Cherengani nasikiliza na hongera sana wa vijana na wavulia kofia. Happy birthday mwalimu wa dunia, Mungu azidi kumpa afya mwalimu Sakwa. Alafu jawabu la guru ni chango, huyo ni samaki. Nimemla juzi. Abdul Malik Kandanja. Alafu anasema Clever na Alan Wetungu mnafanya kazi nzuri na Hasani. J Faith nawapata nikiwa chuo cha Maseno kongamano la Chawakama na tumewafuatilia hao wenzetu kwenye nani mkali. Sauti zenu na kwenda uzuri hapa Islando Nairobi. Jawabu la babu Kalumekeni Ngisi au Mkizi mwalimu Mteti, na wape hongera yangu Alan na Clever Mjomba. Anasema mimi ni Haman Shambi. Vijana wamenikumbusha shairi nilosoma kitambo. Kuna ubeti ulisema tumle samaki maneno, tumeze mafupa na tuteme mnofu. Yani machungu mabaya tumeze, tuseme mazuri ya faida tu. Haman Shambi, mdau mkubwa sana wa lugha ya Kiswahili. Asanteni sana kwa michango yenu. Labda wawili watatu ungependa kuwajulia hali
kabla kuondoka Clever? Nisalimie mwalimu Laban, Laban na Omondi kutoka shule French Children Center. Anafanya kazi nzuri. Pia Newton Kulundu amesema nimsalimie sana siku nyingi kwa sababu anapenda sana kipindi, anafuatilia. Kisha Timothy Msilwa kutoka Kawangware pia ametuma salamu sana kwako, anasema asante. Alafu babangu mzazi. Babangu mzazi yani ni shabiki yako sana mkubwa. Anasema ukifika kule salamu kwa sana. Mzee nani? Boniface. Ni mzama kijana bado? Kijana bado. Kijana. Popote alipo salamu zangu zimefika na watu wa Ongwaro wote salamu pia zimefika. Kwa sana wanapenda Radio 47 sana. Hapa ndipo. Aha. Alan, unamjulia hali kabla ya kuwahi chumba cha habari? Nina huyu hapa anaitwa Goodla Magema, ni mfanyabiashara mashuhuri sana pale katika la Nakuru. Alafu tunaye Mohamed Ahmed, ni ndugu yangu mmoja katika chuo Kabarak. Alafu mpiga picha wangu, ninapofanya video nyingi kwenye mitandao naona masuala ya afya na vikorongwezo. Anaitwa Ibrahim Jodia. Asanteni sana vijana kufaulisha nani mkali. Baada ya habari za saa 4 tutamsikiliza Abdul Latif Abdallah akiyasema mawili matatu. Manake kikubwa ni wewe uendelee kuzuia hapo Radio 47. Tunasema hapa ndipo.